Na mimi niseme maendeleo ile iko katika area hii. Sisi kuna kazi mumesema ya maji. Mulipanga na huyu PS wetu Engineer Rono. One of the most hard-working PSs we have in this government. And I'm very happy that you are happy with what he has done. There is no problem. The president has assigned him other even bigger duties pale kwa kilimo akuja tusaidiane. But the person who has replaced him amekuwa ofisi yangu, Julius Koril. Hata huyu ako sawa. Mimi mwenyewe nimefanya kazi na yeye. And the way you are saying Engineer Rono was accessible, huyu Julius Koril will even be more accessible. So mambo yenu iko sawa. So what will happen, the two PSs, please do a good handing over. Wewe Engineer Rono will hand over projects zile ulikuwa unasimamia, sio Sanande peke yake, for the whole country. You do this handing over maybe on Wednesday ama kesho, umwambie PS Julius Koril nilikuwa nimefikisha hapa. So the leadership of Nandi, don't be worried that there is change of guard at the Ministry of Water. The man who has come is an equally efficient principal secretary. He has been my PS, I know him, and he is okay. Ako sawa. And if there will be no problem, just smooth transfer of what was going on, wafanye handing over, na kazi iendelee. Mambo ya fertilizer, bolea, tulipoingia kwa serikali, tulikuta ikiwa 7,000. Rais akangangana tukapunguza mpaka 3,500. Amengangana sasa tumeteremsha mpaka 2,500. Na ndio Mungu akasaidia, tulipopata bolea, Mungu akatupatia mvua nzuri, tumepata a good harvest. And I want to thank the governor Sang kwa mambo ya last mile distribution ya fertilizer, na pia officers wetu wa ngao kwa registration of farmers. So tunataka mchukue nafasi hiyo bolea, mchukue muitumie vizuri ndio tuendelee kupata mazao ya maana. Luckily huyu sasa PS Engineer Rono amekuja kwa kilimo. He is a hard working man, there is continuity. So kazi inasonga, hakuna shida. Again, mambo ya Kapsabet Stadium, sasa hiyo hakuna hata kitu ya kuongelesha. PS ya sports anaitwa nani? Kwao ni wapi? Kwao ni wapi? Sasa iko haja niongee hiyo maneno? Si hiyo maneno imekwisha? Sasa wewe PS, you know, wewe ni mtu ya kanisa. Yesu alianza Jerusalem, ndio atafute barabara ya kwenda Judea. Charity begins at, yeah. And there is nothing, by the way, to be embarrassed about it. Najua mimi wananiingilia ati nasema watu ya nyumbani waangaliwe. Mimi nasema tu, it is like that. So PS hiyo maneno ya Kapsabet Stadium, you know what you need to do. I don't need to tell you a job. You come from here, you know what you need to do. Pale Eldoret tumeweka pesa ya ile stadium ya Kipchoge, pesa mingi, because kwa hii mpira itakuja hapa 2027 tumepata ndio tutahost ile mchezo yote ya Afrika, games zingine zitachezewa hapo. Kuna ile stadium ya Kamarin. Nyinyi you are in good space. Relax. Si mimi niko? It's no problem. It's okay. Mambo ya internet ya vijana. Kwa kila trading center, kwa mashule, tuko na 100,000 kilometers ya fiber connectivity. PS, kijana hapa Baringo, ako hapa anaitwa Tanui. Ako wapi Tanui? Engineer. You know what you need to do. I don't need to tell you. Sitaki nitanga. You know. Si you know PS what you need to know. Si tumekubaliana? Just do your work. Fanya. You know what you need to do. Mambo ya Koitalel Samuel celebration. Nilikuwa pale na wazee atalai na tukaongea. Senator, no problem. Many things are going on. You know what you need to do at the Senate. Wewe sukuma kwa Senate, then utusukumie. Najua mimi nikiwa hapa, sisi nyinyi ndio mlituonesha kupiga msungu na kufukuza. Hii Mau we learn from you. Nyinyi mlianza 1905 to 1907. Hii damu yangu mnaona saa ingine inachemuka ni damu yenu.
Yeah. So we are the same people. So wale wanauliza what I'm doing in Nandi all the time, these are my people. Si nyinyi ndio mlitufundisha mamau. We are your students. So nikiwaka msinilaumu. We learned from you. We have agreed with the senator and Talai elders what we need to do. Mambo tumeongea na wazee sio ya kutangazwa hadharani. Sababu mimi ni mzee, tumekaa na Talai na hawa tumeongea, tumekubaliana. Those things are going on. Mambo ya delocalization, it is true. Katika manifesto yetu tulisema walimu wale kwanza wako karibu kuretire wasihangaishwe. Wakubaliwe wakuwe karibu na nyumbani waanze kupanga retire. So leaders ya Nandi, if there is a problem, you come, we have a discussion. I know what to do. Sitaki nitangaze, nitajua what to do. We'll be able to do it properly. Mambo ya barabara nimesikia mumelia sana. Kusema ya kwamba hamujapata the fair share. Na mimi najua ndio custodian ya shares yenu. Mimi ndio niko hapo. Now tell these people, press, I have no apologies. I am unapologetic to demand and to insist that those who believed in William Ruto and supported him to a man have every right to benefit immensely from his government. I have no apology at all. And if that can bring a problem, so be it. So be it. Sasa, sinyinyi mliumia miaka 5. You suffered for 5 years because of kumuunga mkono William Ruto akiwa deputy president. Mukatengwa. Maendeleo ikapelekwa pahali hawakupiga kura. Mkiangalia tu mnaona ikipita. Sasa you need affirmative action to catch up. And we are not apologetic to anybody. Absolutely. At all. So niseme tuko na mambo ya barabara Sati Deret and Mosop. Mheshimiwa Meli, don't worry. We have re-advertised. Wale wa contractor na nini ilikuwa shida. We have re-advertised the next 3 weeks. We'll award contractors wakuja wafanye kazi. Mimi mwenyewe I'll come to commission those roads. So wewe tulia. Tulia. Hii barabara kutoka Imaki mpaka Nandi Hills. Contractors yalikuwa amepotea. Sasa tumemrudisha afanye kazi. Tunamtafutia marupurupu kidogo ya kusonga naye asukume. That is going on. Mambo ya Musoriot, hiyo hapo, those urban roads. Nimesikia mkisema at special fund mmepata 56 million. Hapana, that's not true. Mko na 1,300,000 ya hapo Musoriot ya kufanya hiyo kazi. Na very soon nitakuja na Kipchumba Murkomen tukuje tuanzishe hizo barabara, hiyo kazi ifanyike. We'll make sure that Nandi, in any case, viongozi wa Nandi, nilimwambia Kipchumba Murkomen tukiwa na rais afanye mkutano na nyinyi msikizane. If we are not making progress, hakuna pahali mimi nimeenda, ofisi iko, Kipchumba iko, sinikumuita. Simukuje tuketi. There is no problem. Hakuna shida. Sisi ni nyumba moja. We are one team. Kipchumba Murkomen is our minister. I'm deputy president. William Ruto is president. Nyinyi watu ya Nandi mlitupigia kura. Zote. 99%. You should not have time to complain about anything. Walk into my office. You don't need even an appointment. Mkuje hapo mpige mesa. Mseme tumefika. Sisi ndio wenye serikali. Tunataka kujua what is the problem. Is you are right, by the way. Si ndio? Na mkuje mmetembea na kifua mbele. And walk tall. And you have every right to demand services to the people of Nandi. Because you made a conscious decision, mkaamuka mapema, kumchagua William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na nyinyi hamwezi kuwa ati mnaangalia maendeleo ikipita. No. Lazima mfaidike kwa sababu inatakana namna hiyo. So I don't think we have a very big problem. Mambo ya pombe, county commissioner, well done so far. Lakini bado. 70% you have succeeded. There is still 30%. Please reach out to church leaders and elders. They'll help you in this war. You know, I don't want
kufuta machief. But by this Christmas, kama pombe igali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waende nyumbani. Na mimi sitaki, kwa sababu si machifu walitupigia kura. It will be very painful for me. I love the chiefs, but I love the young people more. So na nilisema you have to decide kama ni chief atakaa ama ni pombe. Na vile pombe hawezi amua, haina akili, chief ndio mwenye kuamua. So county commissioner, can you call your chiefs and your village elders in Mbukumu, you have a meeting and you agree. I want before Christmas in the whole country, I want to sack about 100 chiefs. Wakuwe kielelezo kwa wengine, wanaleta mchezo walevi. Na mimi singetaka wanande waende nyumbani. Si mtaongeleza hii machief. Mwambie Rigiji alikuwa hapa anatafuta watu 100 ya kwenda nyumbani. So na mimi sitaki. Wengine nimeamua. Tukiwa na Kindiki na Omolo, wale wazembe tumeamua, tuko na list. Sasa nataka niongeze wachache kutoka Nandi. So it's up to you, because nyinyi watu wetu, I give you up to December. Before December 12th, Jamhuri Day, mkuwe mmemaliza ile pombe imebaki. Kwa sababu hatuwezi kubali vile Chararagai amesema, huyu senator wetu. It's true. Hivi vijana wetu walikuwa wamepotea kwa mitaro. Sasa hivi vijana wakipotea, sisi tutakuwa wapi? Na hii ni ngome yetu. So hapa Rift Valley na Mulima, I am very concerned, because these are my people. Sasa hivi vijana wakikuisha kwa pombe, mimi na rais tutakuwa wapi? These are our children. Let's work with the church. Let's work with elders. Tujaribu kutengeneza maneno. So mimi nikimalizia niseme, serikali yetu inaongozwa na rais wetu William Ruto is steady and very stable. There is no problem and there will be none whatsoever. You know, many people are still in denial. Wale ambaye walikuwa na mpinga rais, including the media, the Standard newspaper, ambaye ni ya kijana ya Moi, they are still in denial. They are still looking for a way how this government can have a problem. Wanaota ndoto ati rais na naibu wake wanaweza kosana. Sasa mimi na watu ya Mlima Kenya, Uhuru Kenyatta wa sawa sana wa president, alikuwa anatupeleka barabara hiyo, tukasema hapana. Huyu kijana ya Sugoi tunamjua, tunampenda, hakuna haja tukosea, ametusaidia, ni mchapa kazi, ako na maono, tukaamua tumchague. We mobilized. Hawa watu hawa magazeti walikuwa nasema Mkikuyu hawezi chagua kabila ingine. Ndio walikuwa nasema. And we did. They have not given up. If something small tumesema, wanachukua microscope kuangalia kama iko shida. Mimi nimesema watu ya Mount Kenya waungane. Because unlike the people of Rift Valley, mimi nilisaidia rais na nilijaribu, lakini sikufanya vile ningependa. I would have liked to do much better. I gave President William Ruto from the mountain 87%. I lost 13%. I am looking for that 13% to give William Ruto in 2027 100%. Sasa nikisema hiyo wanasema there is a problem. Sasa iko shida gani? Hii kutafuta watu wa Azimio. Na hiyo watu haku wameenda Azimio kwa kupenda, ni kulazimishwa. Kushikwa Friday, kufungiwa account, kuhaku haras. Sasa hiyo watu wananitafuta wasema sisi tulikuwa tumetishwa, turudishe nyumbani. Mimi nimesema, nimeita hawa ya Mlima, nimesema I want to bring everybody on board behind President William Ruto. Wameweka headline, labda iko shida. Kwa nini DP anaunganisha watu ya Mount Kenya? What problem can there be when we are trying to say the 13% to let na ile 87 ikuwe 100 kwa 100? Iko shida gani? And you see, these people have a problem. When the people of Western met the other time, wakasema nataka ungane, hakuna headline waliandika. Lakini wakisikia mimi nataka kuunganisha Mlima Kenya behind William Ruto, ni balaa. And you see what is happening is that these Azimio characters and the press, they are blaming me ati wamekatazwa kuja kwa handshake. Sasa mimi, nyinyi mnataka hiyo handshake?
Mimi ni mtu ya kuchukua amri kwa raia. Sasa rais akienda huko Nyanza, kazi yao tu ni fitina. Huyu deputy president hataki tukuje. Mimi nataka wakuje, lakini si wakuje kuchukua nafasi ya watu yangu ya Rift Valley na ya mlima. I have no problem. Let them come. Kama wameamua kusupport rais, they are welcome. But the way the governor has said, the president and I are not foolish. And we are buddies, we are great friends. Even if we are speaking separately, we are saying the same thing. Tunasema kitu kimoja. Nasema, wewe rais enda msituni. Utafute huko ile watu walipotea mizio ile yote unaweza lete, chukua, tafuta na ukaunganisha Kenya, na kwa sababu hao wanalipa kodi uwafanyie kazi. Lakini ngome lako la Mount Kenya na Rift Valley ikuwa inachungwa. Unajua mimi nasema wacha mimi nitegemee ile iko kwa mko. Si ile iko msituni rais atafute. Mimi wacha nichunge ile iko nyumba. Mnataka nichunge ya nyumbani? Sasa rais ako huko Kisumu wapi? Anatembea. Sasa kama ningekuwa na yeye nani angekuja kuchunga nyinyi? Mnataka tuache kuchunga nyumbani? So mimi niko mlima Rift Valley mlima. Wananiingilia, huyu ni naibu rais wa Kenya, mbona anaenda Rift Valley, anaenda mlima, anaenda Rift Valley. For the time being nitakaa hapo. Wacha rais azunguke, aende Kisumu, aende Kisii, aende Kakamega, aende kila pahali. Ili atapata aniletee, niongeze na ile yetu. And let me say, wananikashifu mimi ya kwamba ninakumbusha rais ya kwamba hata tukipeana kazi tukumbuke zaidi wale walisimama na sisi, because kila mtu sasa anakimbia kwa rais kwa sababu ni rais. Siku alikuwa pale akiwa na shida mingi, hiyo watu walikuwa na yeye. Sasa wote wamefika. Ile bidii wako nayo ya kuingia kwa serikali na kuuliza maneno, kama hiyo bidii wangetuwekea kwa kura tungeshinda na kula milioni 10. But we are saying they are welcome because the president is president of the whole country. But in that government lazima kuwe na wakili ya kutetea ile watu walipigia William kura. Wale walimpigia, wale walimpenda, wale walimuamini. Na mimi siongei mambo ya maendeleo. Maendeleo ipeanwa kila pahali Kenya. Lakini niulize, ile kiti ya kumsaidia rais, ile natakikana mtu muaminifu, anamuelewa, anampenda, unaweza patia mtu hujui? Sasa nyinyi hapa Nandi, huyu Felix Koske, si ni mtoto wenu? Amepata kazi pale ya maana, tuko na yeye pale, tunamsaidia rais. Rais akitaka kutangaza kitu ndio ataweka sahihi. Hiyo lazima kuwe ni mtu muaminifu 100%, ambaye tunajua hata tukilala hawezi enda nyuma ya rais. Sasa hii kitu mnataka kuniambia ati nipatie watu walikuja juzi? Ni hao kura ikipigwa na ikihesabiwa. After the next election ni sawa. But for now, there are certain positions ambaye itakuwa ni ya wale watu walimuamini William Ruto, walikubaliana na mipango yake ya kubadilisha Kenya, walimpigia kura na walionyesha mapenzi kwake. Those positions I continue to insist. Na mimi nasema pia, nafasi ya kazi ikipatikana, kwanza tuangalie wale ambaye tunaamini na walitupenda na tulikuwa natembea nao pamoja. Na nyinyi watu ya Nandi mko hapo ndani. That is my position. That is why these Azimio people have a problem with me, together with the press. They have a problem with me because of insisting. You know, kwetu wanasema ukiumwa na nyoka nyeusi, hata ukiona kamba unafanya nini? Unajua sisi tulipiga kura 2017. Tukakuja tukatengwa nje. Wale hawakutupigia kura wakaingia kwa serikali wakafanywa kila kitu. Sasa lazima mimi nikiwa pale
ndio mtu ya kuangalia hiyo isikuje kufanyika hata siku moja. That is my work. Na mimi nafanya kazi yangu. So hata mkinika chifu, hata mkiandika headline, I don't have a problem. And that matter ya kusema watu walipiga kura waangaliwe is biblical. Bishop is biblical. And what I am saying and what I am asking is within the Bible. Kiangalia Biblia, Wagalatia 6 mstari wa 10. Kwa hivyo basi, kadili tunavyopata nafasi, tuwatendee mema watu wote, lakini hasa sana wale yaima. Ni Biblia, sio mimi. Sio mimi. It is not me. It's in the Bible. It is in the Bible. And I want to tell these people, I want to look at you straight in the face. Please don't waste your time. There will be no division in this government. President William Ruto and I talk the same language. We consult, we agree, and we move on. And the president is taking us to the right place. What we are doing and what I'll continue to do is uniting the backyard of President William Ruto in the Mount Kenya region and the Rift Valley. That I'll do. And we won the last election by 200,000 votes margin. And I want us to shikane wale watu ya rais, watu ya mlima na watu ya bonde la ufa. Ile kura yote ilikuwa ya Azimio ya pale mlima na hapa, tukiweka pamoja is 1 million votes. Yote tuongeze kwa William Ruto, we win with a landslide. Ndio hii watu wasipate nafasi tena ya kwenda maandamano na kusema wanataka mazungumzo. The way to deal with 2027 and beyond, and I'm clear in my mind, I'm so persuaded, so is the president, is to make sure that the win is so decisive ya kwamba hata ukienda maandamano unaonekana kama wewe ni mwenda wazimu. And that is what we are working on. So you relax. There is no problem. There will be none. The unity of the Rift Valley will continue under my leadership. The unity of Mount Kenya will continue under my leadership. And my boss, President William Ruto, will continue uniting the rest of Kenya. Angangane huko, na mimi namtakia mema. Ili atapata aniletee tuongeze. I have no problem. And that is the way to go. And I'm saying, how can we unite the country if we are not united as a region? It's to unite Mount Kenya, one voice. Rift Valley, one voice. Western, one voice. When all the regions are united differently, then we come to unganisha kama nini? Kama Kenya. That is where we are. That is what we stand for. And that is what we will proceed with. So mimi nataka niseme watu ya Nandi na watu ya bonde la ufa, nyinyi ni watu wangu. And you should sleep soundly. Hata kama bwana ona rais wacha aende asaidie huko. Mimi niko. And I'm also happy. Tunaambiwa tulipatia nyinyi viti mingi. Iko makosa gani? Kura yenu pia ilikuwa mingi. So what is the problem? Si ilikuwa mingi. So, but also the people mulitupatia are good workers. You did not just give us people because they come from here. Ama walitupigia kura. You gave us good professionals. I am very proud of the work Felix Koskei is doing to assist the president. And I work very closely with him. Tunasaidia rais pamoja. So hii magazeti wanajaribu kusema Mr. Fix It nini bunge nini. Unajua hii jamaa wamekwama. They are stuck. They had said hata kama William Ruto amechaguliwa, vile uchumi imewacha ikiwa mbaya ataanguka. Wameona rais ameanza. Mambo imeanza kuamuka. Juzi magavana tumewapatia pesa yao yote. CDF tumepatia wote. Marais wote wa Afrika wamesema William Ruto awaongoze. Ameenda pale United Nations ameongea kizungu, wazungu wote wamesimama.
rais amekubalika katika dunia nzima kama kiongozi wa dunia. Sasa wameanza kulenga wale watu wenye kushikilia rais ndio wajaribu kumleta chini. Wanaanza na mimi kwa sababu wanajua mimi nikiwa pale siwapatii nafasi. Ama unataka niwapatie? Siwezi. Hata wakiniingilia, huyu deputy, nini, mimi niko pale ku make sure hakuna mtu atapata nafasi ya kuja kuchokoza rais na kumsumbua. Sasa wanajaribu ati kuniingilia mimi ati ndio niingie uoga niwache kukabiliana na hawa. Sasa nyinyi mliniona usiku. Mliniona usiku. Mimi niko pale. Mimi siwezi tafuta serikali nishindwe na kuchunga. Nitakuwa mjinga. Si nitakuwa mjinga? Si hii serikali ilikuwa na shida sana kupata. Tuliumia tukitafuta hii serikali. How can we work so hard to get a government tushindwe kuchunga? So hiyo watu wote wanajaribu kuja pale kila mahali. Mimi naweka mitego hapo. Wakijaribu kuja hakuna. They have a problem with me because nakataa. Walitaka kutuzia uoga, walete maandamano, waharibu mali ya watu, waibe vitu, wauzie rais uoga, ati waitu handshake waingie kwa serikali. Nikasema haiwezekani. Ama ulitaka nikubali? Sasa wameona kusaidia rais, wameona hiyo ni mtu mwingine ameshikilia hii serikali. Wanaanza kutaka kumuingilia. Huyu wewe Felix Koske, wewe fanya kazi. Mimi niko. You are doing a great job for the president, for this country and our government. Just continue doing your work. Let hawa watu wapige kelele. Wacha waandike. Just ignore. Let us work. And together we have a responsibility to assist the president in the management of the affairs of this great nation and to take care of his back. Ya kwamba hakuna mtu atamsumbua. Na hiyo ndio kazi yangu tukiwa na huyu Felix na wale wengine. Na we know our work. Sisi hatutaki kufundishwa kazi yetu, tunaijua. Kwa hivyo sisi tumefurahi sana kufika hapa. Tunataka sasa tuchange pesa. Nimepewa pesa na rais. Amemsalimia. Mmesalimika? Mmesalimika? Nitaenda kukutana na yeye Kisumu baadaye. Nimsalimie. Tumeenda huko, kesho tutakuwa na cabinet Kisumu. Ndio watu ya huko pia wajisikie wako ndani ya serikali. Mambo yote ya Kenya tutaongea kutoka huko. Nimetumwa pia na Kipchumba Murkomen amenipatia mchango. Nikirudi nimsalimie. Tena hii kijana hii ya Kapsabet Oscar Sudi amenituma na mchango. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuchanga pesa. But I needed to clarify those few things and to tell you there is no problem. The government is one under one leader, President William Ruto. So far ametupeleka vizuri, yetu ni kumuunga mkono. But the people who wanted to stop him from being president have not given up. They think wanaweza kuchokora watu yake wale ya maana, wale wanamshikilia ndio walete maneno, lakini we cannot allow them space. It's not possible. Wewe sasa Mariano umesema umepata shamba na governor muongee hiyo shamba mtanipatia lini? Si amesema hapa? Sasa mkisikia sija kuja hapa kuhamia hapa muulize yeye. Yeye mwenyewe ndiye ametangaza amesema shamba imepatikana. Lakini mimi sistai shamba kubwa, hata eka 50 itanitosha. Kwa hivyo our bishop and the church and the clergy, we are very grateful. I'll arrange mkuje tukunywe chai. Mkuje. Ile boma iko pale Karen ni yenu. Ilikuwa ya William Ruto, mnajua mlango. Hakuna kitu hamjui. Ile masufuria aliwacha ya kupikia nyinyi, they are still there. Ile secretary alikuwa naye, she is still there. Everything mulipata hapo ni vile ilikuwa. So you come. MCAs ya Nandi, come tuongee. Mimi sina shida. I have no problem. You are my people. Na mimi napenda watu wangu. Na si mimi nasikia mimi nafuata Biblia. Napenda kila mtu. Lakini sana sana wale wa ikuwe namna hiyo. So tuchange pesa namna gani? Na asante sana kwa